Timotheo wa pili 2 Timotheo wa pili 1 hadi 3. Nani yako na Kiswahili? Kiswahili nani? Kama ni ya simu. Ndio tumefika hapo. Umefika? Tusomee. Inasema nini? Wa pili 2:1 hadi 3. Soma. Tumia mic. 2 Timothy 2:1-3 kwa haraka, na mwingine aende Romans 10:10. Hata kama ni Kikuyu uingie pale. God bless you. Nitasoma. Basi wewe Kuja tuhubiri hapa sio watu. Hata ni mhubiri siku moja. Tusome. Basi wewe mwanangu, uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo. 2 Na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo wakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine. 3 Ushiriki taabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo. Amen. Tupige makofi. Mazuri. Hallelujah. Amen. Amesema hivi, ati yale umesikia kwangu, hallelujah, na uambie wengine. You commit it to other people. Yale umesikia kwangu, na wewe uwafundishe wengine, ili na wao waweze kusimama pia. Hallelujah. Kwa hivyo kila kitu ambacho niko ndani yangu nitakitoa kwa nyinyi, na nyinyi msimame mahali pangu, na nyinyi pia mfundishe wengine, na ili kazi ya Mungu iendelee. Na ninamwambia hivi hapo 3, na ustahimili, maana wewe ni askari mwema wa Kristo. Hallelujah. Kwa hivyo pila moja ya kanisa letu sio kukaa tu na habari sisi wenyewe. Hata MK akiwa mahali pale, lazima ashike kijana mmoja mdogo, na ili amfundishe, na ile siku naye atasimama hapa kucheza keyboard katika jina la Yesu. Na ikiwezekana acheze hata kumliko, atachukua mafuta ya PK ya MK, na ongeza bata pewa na Bwana katika Yesu. Amen. Kuna kanisa moja hapa Ngara, aliyekuwa anaongoza akafa. Ule watongoragia gikuo. Hallelujah. Amen. Alipokufa, washirika wakasema, makiuga kwa na pastor mdogo, kwa na pastor munini, hatutamzika. Na hilo jambo limefanyika mahali pengine, lakini sitataja. Nenda ngino kikije ukatukuki. Tutaomba. Tutashikana mikono. Nyitana moko mpaka afufuke ndio endelee. Ninya aliyoke nigera kanithoti nabe. Wakaomba wiki ya kwanza. Wakaomba wiki ya pili. Ya keri. Wakaenda ya 3. Ya 3. Mpaka mtu mmoja akasema akiwosho ni uli. Sema tumechoka hiyo ni. Hallelujah. Amen. Tuingie point ya 3 sasa. Tuingie point ya 3. Nikuonyeshe shida hawa watu. Nikuonyeshe tena watu. Kuna kitabu kinaitwa Yuda. Kwenda kitabu kinaitwa Yuda. Kama ungeje Biblia yako kuna kitabu kinaitwa Yuda. Ingia katika kitabu. Tunaenda the second pillar of our church. Tunaenda na kanisa letu la RCC. Yuda 1:4. Kama umepata MK tusomee katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Mwenye ako nayo mpe maiki. Haujafika Yuda inaitwa Jude na nikuita wa Judasi. Judasi sio mmoja tu ambaye alimsaliti Yesu. Biblia iko na Yuda pia. Amepata. Tusomee Yuda wa kwanza 4. Ndio tuingie second pillar of our church. Yuda 1:4. Amen. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri. Yes. Watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii. Makafiri. Yes. Wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi. Amen. Nao mkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.
Amen, barikiwa sana. Yaani kuna watu wamejiingiza kisiri. Wenda ndo maigirite githiri. Wakaingia katika kanisa. Wakiingia kanitha-ini. Wakajifanya wao ndio wenye kanisa. Wagĩtuo nĩ wende kanitha. Lakini ni makafiri. Ni makafiri. Biblia inaita makafiri. Kwa nini? Maana wanabadilisha msingi ambao umejengwa juu ya Kristo. Wakaleta maandiko mengine mbadala. Maandiko mangĩ mbadala. Hallelujah. Amen. Hilo kanisa lilifanya makosa gani? Hicho kanitha wekete mahaitia mariku. Siku moja nitafundishana. Lakini kuna kile kitu tunaita wili ya Mungu. Ama mapenzi ya Mungu. Na kuna kitu katika mapenzi ya Mungu ni mara tatu. Kuna kitu tunaita ultimate will. Mapenzi ya Mungu ambayo hayawezi yakabadilishwa. Hallelujah. Amen. Na katika haya mapenzi ya Mungu, Mungu ndiye alisema watu wakifikisha miaka 70. Kwa hivyo kuna siku unless special case. Kama special case. Kama ile alienda na mwili. Alikuwa anaitwa nani huyu? Nani anakumbuka? Kuna nani mwingine alienda na mwili? Elia alienda na nini? Unless for those two special cases. Kwa hiyo wengine walienda na mwili. Kwa hivyo unless Mungu apenda kukuinua. Mungu aiende kukuambararia. Umekufa atende muujiza. Ukiona mtu amekufa. Ukiona mtu wakua. Usijisumbue sana. Usijisumbue mno. Hallelujah. Amen. Kuna wengi walifanya hivyo hapa Ngara. Huyo mtu hakuamka. Maana sio mapenzi ya Mungu aamke. Na hilo kanisa likaisha. Kwa hivyo lazima tufuate mafundisho ambayo ni ya kweli na ambayo yanafaa na ambayo yanalingana na maandiko. Pengine Mungu akubali akufufue wakati wake. Lakini ultimate will ya Mungu. Lakini mapenzi ya Mungu unazikwa na kufa na kukua kutoka huu mwili ni kuwa pamoja na Kristo. Amen. Maana kama uko ndani ya Bwana, hata kama umekufa, ni mwili umekufa, lakini uko pamoja na Bwana. Hallelujah. Kwa hivyo ndio maana hawa watu wakajifunga kula na kunywa, wakafanya kazi ngumu, wakakufa moyo, wakaona ni ujinga. Mwezi mmoja wakamzika na wakakasirikia Mungu sana. Sio lazima Mungu afanye mapenzi. Sio lazima Mungu afanye mapenzi. Kuna wakati anafanya mapenzi. Kwa hivyo kanisa lolote la kweli, mtu akisema jambo, maana kuna kufufuka. Na Mungu akikutuma ufufue mtu, maana Mungu anaweza kukutokezea na akupe ujasiri uombe mtu afufuke. Kama hata kutokezea wewe, aliyekufa acha alale muziki. Hallelujah. Amen. Kuna kanisa la Nakuru nimesema sasa ni kanisa kubwa sana. Na watu wengine walipata accident na mapasta. Alikuwa Nakuru na wafahamu. Alikuwa mdogo sana. Mapasta kadhaa wakafa wakaomba. Hawakufufuka. Mungu anafufua. Lakini hapo mapenzi ya Mungu kufufua. So lazima tuwe na kitu tunaita sound doctrine. Ama mafundisho ya kweli katika jina la Yesu. Kwa hivyo kanisa letu, kile ambacho huwa tunafanya ni kile kiko katika maandiko. Hallelujah. Amen. Sema amen. Amen. Na hatufuati. Unajua kuna watu wamejitokeza. Wanakuja na mambo tofauti ambayo huwezi ukadhibitisha katika Biblia. Hallelujah. Amen. Kuna makanisa kutoka asubuhi mpaka jioni. Makanisa wanarudia tu kitu kimoja. Unataka kusikia tu shetani ashinda. Kidogo shetani ashinda. Unashindwa kuuza problem hizi. Hata kama unasema Yesu. Ama Mungu asifiwe. Wana concentrate sana na shetani. Hallelujah. Amen. Hapo kuna kitu haiko sawa. Maana shetani ashashindwa. Shetani alishindwa mmoja na shetani alishindwa mara moja pale. Kwa hivyo si lazima tushinde hapa tukisema kuna makanisa mengine yamejengwa juu ya mtu. Ati kila kitu mtu huyo anasema. Ati hicho kinafuata kuliko chenye kiko kwa Biblia. Hallelujah. Amen. Huko na kanisa lingine watu mpaka wanasurubiwa. Amen. Ati ikifika Easter, mtu anajitolea anaambiwa na pastor yake wewe ndio utasurubiwa hii Easter. Unaona katika TV. Amen. Wewe unatundikwa msalabani juu ya makosa ama dhambi za nani? Wewe unabomoa dhambi nini? Hallelujah. Amen. Kwa hivyo kataeni mambo
mengine ambayo hayajakamilishwa katika maandiko. Maana huko ni kufuata mtu. Haleluya. Amen. Niliona kanisa lingine wamejenga stairs nyingi sana. Kuna wakati unafika unapanda hizo stairs na magoti. Haleluya. Amen. Hebu imagine kama stairs 100 hivi. 100 tu abate kwa stairs. Watu wamefanyishwa kazi ngumu. Haleluya. Amen. Pengine wanabebesha mchanga. Ati kubeba mchanga ya Runda. Ulete hapa. Tuombe. Haleluya. Amen. Hapa tufanyi uganga. Haleluya. Amen. Hebu chunguza. Nataka uchunguze. Ambao walibeba mchanga kuanzia miaka 10 imeisha. Miaka 10 makuirete. Kama sasa hivi wanakaa Runda. Anaikara Runda. Siwezi kujiuliza maswali mengi. Jiulize madugeni Yesu. Na unaambiwa maana mnaleta mchanga pia utoe kitu. Wale boteli ndio utakido. Mtafilisika. Borutira. Haleluya. Amen. Maana that's not sound doctrine. Hiyo sio mafundisho yetu. Amen. Zote tukikaa Runda. Sisi ndio tuikara Runda. Itakuwa Kamoteni. Na ukoroe Kamoteni. Haleluya. Amen. Ndio kuna Mungu anayebariki. Kuna ngayona hadi Mungu anakupeleka mpaka Runda. Runda unaweza enda. Lakini hatutakufanyisha kazi. Tusikutilia wewe. Ya ubeba mchanga. Kueteri. Na kuja na 2000 hapa. Una girigiria. Mimi ninaona wewe ukonde. Wewe ni honore wewe hizi. Amen. Haleluya. Amen. Lakini nitakuombea. None goko hoera. Uende Runda. Kudie Runda. Unaleta sadaka sasa hapa. Unahaga kuhoera. Katika jina la Yesu. Nitakuombea. Nego kuhoera. Ununue gari lako. Ugure gari yako. Na ile siku moja ukitembea hivi. Ugutebe ogu. Unasema hili kanisa nilitoka katika madhabahu. Hii kanisa gari. Maana niliamini nikasema. Nitafikiria. Na nitapata. Na nikiingia. Katika jina la Yesu. Hii walitolea Yesu. Haleluya. Amen. Kuna watu wakaambiwa na mtu mwingine. Ati Yesu anakuja tarehe fulani. Yesu agokamuthenya muna. Na wakajipanga. Na makifaga. Maana mpaka tarehe imetolewa. Wakaacha kazi zao. Wakauza mpaka ng'ombe zao na mashamba yao. Wakangojea Yesu arudi. Magetolea Yesu okay. Haleluya. Amen. Na mmoja wao alikuwa amemiliki duka ambao mahali tumekaa hapa. Unaona hapa tumekaa? Hapa mbele kuna ndiko sijui duka fulani. Iko na Mulata Food Store. Mwenye alikuwa ameweka hiyo duka. Wakaambiwa na pasta yao. Na maana sio injili ya kweli. Yesu anakuja siku fulani. Wakauza maduka. Hapa tuko alikuwa analima mboga, akaacha kulima mboga. Akarudi kwa Kinango. Wangojea Yesu arudi. Ila hawakuwa wameuza. Wakapeana. Hata bado hajarudi. Wakafilisika na hatuwaoni tena. Maana baada ya kufuata maandiko yanasema kwamba Yesu atakuja kama mwizi. Yesu akokata mwizi. Haleluya. Amen. Yesu atakuja kama Yesu akokata mwizi. Kwa hivyo ukao ukiwa tia ukarebe haridi. Haleluya. Amen. Unadanganywa unauza. Wewe uraherio kedia. Watu wengine adwaki waliambiwa tu the same thing. Bali ndio usio mwe. Sasa hata sio hapa Kenya, hatuko Kenya. Ni kule Marekani. Ni kule Amerika. Kuna mtu alikuwa anaitwa Miller. Kwenda Burundi weta womi. Akasema Yesu atakuja 1844. Ndio dunia itaisha. Ndio digadira. Haikuisha. Diadire. Ilipokataa kuisha, akadanganya watu. Ni kwa sababu hamfuati Biblia vizuri. Ndio maana Yesu hakuja. Akawaambia sasa, kuanzia sasa maandiko yanasema tutakuwa tunaabudu siku ya Jumamosi. Hapo ndipo SDA ilitoka. Amen. Haleluya. Ilianzishwa na nabii feki. Alikuwa anaitwa Mila. So aliposhindwa akasema sasa ni juu tunaabudu Jumapili. Tuanze kuabudu Jumamosi. Haleluya. Na ndio maana nikikutana na hawa watu wa SDA. Mimi siwaiti SDA. Kuna jina tunawaita Mila rights. Watu waliofuata Mila akatokomea. Wacha nikwambie kitu kimoja. Tunapokuja kanisa Jumapili, sio kubahatisha. Huu ni msingi uliowekwa na manabii na mitume ambao tulipata. Na ikaitwa the Lord's Day. Ukifuata historia ya kanisa, siku ya Jumapili ndio Yesu alifufuka. Haleluya. Na ikaitwa the Lord's Day. Na mitume, sio sisi, akina Petro na Yohana wakaanza kuita the Lord's Day. Ikaitwa siku ya Bwana. Na ndio maana niliwa
niliwasomea ambao tulikuja hapa Bible study. Tukasoma katika Yeremia 31:31. Mungu anasema hivi. Katika Yeremia 31:31. Kwa wale ambao hawakuja ushirika, tufanye Bible study. Anasema hivi. Nitafutie kama wewe uko na Kiswahili. Ndio na Kiswahili. Unaweza tafutia mahali pale. Ndio hao. Yasema hivi, behold the days shall come, says the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Yeremia 31:31. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them out of the land of Egypt. Hallelujah. Nani amefika mahali pale? Yeremia 31:31. Swahili Yeremia 31. Mwingine aingie Ufunuo 1:10. Na kuogolerio M10. Hallelujah. Sisi kama dakika zangu zimeisha. Ndio yetu. Amen. Mmoja aende Ufunuo 1:10, mwingine aingie Amen. Yeremia 31:31. Mwenye akona Kiswahili atanisaidia sana. Angalia. Hebu sikizeni. Kwa nini tunakuja siku ya Jumapili? Angalia siku zinakuja, asema Bwana. Amen. Nitakapofanya agano jipya. Hebu underline hapo, agano jipya ya nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Endelea tu. 32. Si kwa mfano wa agano lile nililolifanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walilivunja, ingawa nilikuwa mume kwao, asema Bwana. Endelea tu. Verse 33. Bali agano hili ndilo nitakalolifanya. Agano nitakalofanya nini? Nitakalolifanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaiandika. Nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Verse 34. Wala hawa amefika hapo. Tatu. Okay. Mungu amedeclare. Mungu gaidenga katika kitabu chake kwamba atafanya agano lingine jipya. Wacha ile alifanya na mababa zetu pale mlimani Sinai, ile agano hata wenyewe walifanya nini? Walivunja. Hallelujah. Amen. Umefika pale Revelations 1:10. Hebu ingia pale. Revelations 1:10. Ufunuo wa kwanza 1:10. Na mwingine akibia Isaya. Na mwatengere Isaya. Leo ni bio. Bure ni yeye. Amen. Amen. Revelations 1:10. Nani amefika pale? Revelations 1:10. Tuwe na maiki nyingi. 1:10. Amen. Ufunuo 1:10. Nikasoma, nalikuwa katika roho siku ya Bwana. Nikasikia sauti kuu nyuma yangu, kama sauti ya baragumu. 11. Hebu rudia tena hapo, hata usipite hapo. Revelation 1:10. Nalikuwa katika roho siku ya Bwana. Wacha hapo. Alikuwa katika roho siku ya nani? Ya Bwana. Hallelujah. Amen. Ya kizungu inasema hivi, my son. Okay, sorry. Hebu mwenye kuna kizungu tusomee. Imeitwa the Lord's Day. Wacha nifike pale kwa haraka. Maana tunafanya Bible study. Naongea kuhusu doctrine, mafundisho. Kwa kizungu inasema nini? 1:10. 1:10. I was in the spirit on the Lord's day. On the Lord's Day. Hallelujah. Imetosha. Kwa hivyo sisi huwa tunakutana siku ya nani? Lord's Day. Na ndio inaitwa the Lord's. Hallelujah. Utasimamisha kidogo. The Lord's na ndio siku ya nini? Jumapili. Hallelujah. Maana Mungu amesema hata ondoa agano la kale, aweke agano jingine. So huyo nabii feki, unabii ulipokataa kutimia, akawarudisha Misri. Hallelujah. Amen. Akawarudisha Misri. Ndio maana tunakutana siku ya Jumapili. Kwa hivyo ukisikia mtu akwambia
mkutane Jumamosi ndio siku ya Mungu. Tusemanie sana juma ni gumu. Umkumbushe. Omurikanie. Hiyo siku muthenya ucio ni ya Waisraeli peke yao. Ni ya Waisraeli muthenya tu. Hallelujah. Hilo agano liko. Mukirikano gukiho. Lakini ni ya Waisraeli peke yao. Ni ya Waisraeli tu. Nani mnaniangalia hivi? Nataka tuwe na Bible study siku moja. Hallelujah. Hebu tuingie Isaya 1 pale 18. Isaya 18. Amen. Amen. Maandiko sema hivi, come now, let us reason together. Ndivyo Mungu anasema. Though your sins may be as scarlet. Umefika wakati Mungu anaita watu kupitia kwa nabii wake Isaya. Anamwambia Johni tusemezane. Asema Bwana. Hallelujah. Wakati ulioko sasa ni wakati wa kusemezana. Asema Bwana. Hallelujah. Ukienda pale 13. Mungu anaambia watu wa Israeli. Bring no more vain oblations. Incense is an abomination to me. Your new moons and your Sabbaths. Hallelujah. Ukienda pale Isaya 1:13. Mungu amekataa mpaka sabato zao. Hallelujah. Na hakuna andiko lingine Mungu alikubali hizo sabato. Alisema zikifika hapo ziishe. Hallelujah. Amen. Pale 13 kama unanifuata vizuri. Pale Mungu amekataa. Okay. Kuna hapo kitu amesema new moon Amen. Katika kila mwezi Waisraeli walikuwa wanatoa shukrani zao. Hebu nisikize vizuri. Kila mwezi Waisraeli walikuwa wanatoa shukrani zao. Ndio maana ukikuja katika kanisa letu la RCC utapata kwamba huwa tunatoa shukrani za mwezi. Lakini sabato iliisha. Maana Mungu alisema hiyo ni Waisraeli peke yake. Hilo andiko tutasomea next time. Amen. Lakini kwanza leo ujue ambao nafaa kuabudu Jumamosi. Hallelujah. Ambao nafaa wakutane Jumamosi. Hallelujah. Amen. Ni watu wa Israeli peke yao. Bwana asifiwe. Lakini sisi tunakutana siku ya nini? Ambao ni siku ya Bwana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Na kwa sababu naona kuna watu wako na shaka. Tusome andiko hilo likiwa la mwisho. Ingia katika Deuteronomy 5:15. Deuteronomy katika Kikuyu inaitwa nini? Hallelujah. Mambo ya nyakati, you're right. Ingia 5. Tusome 14:15. Ni kama sitamaliza leo lakini tunaendelea kumaliza. Yasema nini? Umefika pale? Pewa mic tusomee. Deuteronomy 5:14 and 15. Tusikize hapa zote. Let's be careful. Tusikize. Lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana. Ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Wewe wala mwanao, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala ng'ombe wako, wala punda wako, wala mnyama wako yeyote, wala mgeni aliye ndani ya mlango yako, ili mtumwa wako na mjakazi wako wapumzike vile kama wewe. 15. Nawe utakumbuka ya kuwa wewe ulikuwa mtumwa katika nchi ya Misri. Na ya kuwa Bwana Mungu wako alikutoa huko kwa mkono wenye nguvu na mkono ulionyoshwa. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wako alikuamuru uishike sabato. Hallelujah. Nani wameambiwa? Waliokuwa watumwa nchi ya wapi? Watu wa Misri. Hao ndio wameambiwa waishike milele. Hallelujah. Sema amen. Hao ndio wameambiwa waishike mpaka milele. Hallelujah. Sisi hatukuwa watumwa. Hallelujah. Ndio maana Mungu amepromise a new covenant. Aka promise agano jipya. Ndio maana sikia hata ukisoma historia ya kanisa, maana
ukiingia hekalu, ama kama ungeingia katika sinagogi ambazo zilikuwa zinaabudiwa wakati ule, hapo ungemtaja Yesu. Tunamjua hao ndio walimsulubisha Yesu. Sisi Rebeka. Mayahudi ndio walimsulubisha Yesu. Hata siku ya leo Mayahudi hawamtambui Yesu. Hata ukiingia sinagogi siku ya leo, huwezi kuomba katika jina la Yesu, maana hawamtambui. Haleluya. Amen. Ndio maana tukatengewa siku nzuri, siku njema, ikaitwa siku ya Bwana, ikaitwa the Lord's Day. Na ukifuatilia historia ya kanisa, mitume ambao tumejengwa msingi juu yao walikuwa wanakutana siku ya Jumapili. Sema amen. Naweza toa maandiko mengi kuhusu siku ambayo tunakutana. Kwa hivyo nimekwambia, kama mafundisho ni mabaya, watu wanapotoka. Haleluya. Amen. Kuna kanisa moja limeingiliwa sana wiki ambayo imeisha. Ni la mtu mmoja ambaye acha nitaje tu, maana alipoteza bibi na mwenye alikuwa anamuingilia alisema hilo sio kanisa. Simuliona katika mitandao. Alisema yake sio kanisa, yake ni sarakasi. Haleluya. Na kuna watu wanaabudu mahali pale imani. Lakini ni vituko. Hata siku hii niona akichomea nyama hapo kwa madhabahu. Anachoma nyumba hapo. Ni vituko, sio kanisa. Na hebu nikwambie kitu kimoja. Ukisikia mtu anataka kukutabiria maisha yako, amen, jichunge sana. Maana katika Mungu kuna manabii, na kuna kipawa kingine kinaitwa divination. Mimi nitawafundisha. Na kuna pia sorcery. Unajua kuna mganga, na kuna mchawi, na kuna nabii, na kuna ambao wanaitwa enchanters. Hebu nitafundisha siku moja haya mambo. Unakuta mtu ni diviner. Atakwambia mambo yako. Lakini atakwambia mambo yako anataka nini? Haleluya. Amen. Mimi naweza onyesha mambo yako dada Naomi. Lakini naangalia hili jambo ni zuri kumwambia. Tuseme kwa mfano, nimeona kitu juu yako. Kuna kitu cha kukuambia. Ripoti nzuri nitakwambia. Ripoti mbaya nitaingia katika magoti nikuombea. Lakini sisi kuja kukuambia ni maana mtoto wako ataaga. Haleluya. Nimekusudia basi kusaidia. Nimeona utafutwa kazi. Badala nikae kwa magoti nikuombee, nakuja kukuambia sio ni ripoti mbaya. Kwa mfano, Jumapili ambao hawalikuwa hapa, Mungu aliongea nasi kwa kupitia unabii akitumia dada yetu. Sisi Mungu alituambia mambo mazuri. Hakuna mambo ya kuogopa. Hata wenye hajaona jambo kama hilo walishtuka wengine, lakini Mungu huwa anaongea katika kanisa lake. Maana hiyo ni roho ya unabii, na Mungu akija kuja kututia nguvu. Haleluya. Amen. Kwa hiyo siku zingine Mungu akiongea hapa, akitumia mtu yeyote, sio lazima atumie dada yetu, anaweza tumia mtu mwingine, sio ya kuogofya. Haleluya. Amen. Mungu huja kututia nguvu na kujibu maswali yetu. Nikupa siku moja, nilikuwa nimesikia nimechoka sana maisha, mambo yalikuwa mengi, na nikachallenge Mungu, nikamwambia Mungu, nikija kanisani unene nami. Naye aliyepewa jukumu la kunena nami hakuchelewa, maana Mungu wetu hachelewi. Kanisa likaisha, nikaitwa. Mwenye alikuwa na neno langu akasema, nimeomba ruhusa kwa shetani. Kuna mtu alikuwa ameenda, amesalimia, akaamua atanitingiza. Naye Mungu akaja kupitia kwa huyo mtu, akaniambia ni wakati nimeomba ruhusa na nisimame wima, maana nitashinda. Haleluya. Silisikia niko na nguvu. Haleluya. Kwa wakati Mungu ananena nasi, huwa analeta ripoti nzuri. Hata hapa katika madhabahu, ukisikia mtu anasimama madhabahu anatukana washirika ama anafanya muogope Mungu, huyo mtu ako na zake. Haleluya. Huo sio msingi wetu. Haleluya. Ndio atakwambia tuache dhambi, hiyo ni kweli. Lakini kuna maneno mengine ambayo ni ya kuogofya. Mungu wetu ni rafiki yetu. Unaweza wapa rafiki yako kweli? Haleluya. Kwa hivyo kila mtu anakuja na kuogopa maneno ya kukutisha. Sijui utaangamia, sijui umerogwa. Kwanza wacha nikwambie,
Mungu na ambaye ako ndani ya Kristo, huyo hawezi akarogwa. Ambia jirani yako, huwezi ukarogwa. Pengine ujiroge wewe mwenyewe. Haleluya. Amen. Ukiwa ndani ya Kristo, wewe hauwezi ukarogeka. Haleluya. Hata shetani akiomba ruhusa hawezi akapata. Maana nyinyi mko katika nyumba ya Mungu. Na kwa kiimani tunaitwa nyumba ya Israeli. Sisi hatuwezi tukarogwa. Ndio mambo mabaya yanaweza kukufanyikia. Lakini hata akifanyika yatafika mwisho. Lakini hauwezi ukarogwa. Nisome andiko la mwisho mlikubalia tu. Ingia Numbers 23:23. Numbers. Hesabu 23:23. Tafuri. Kuna mengi ya kuwafundisha lakini muda hamna. Nitaendelea wiki nyingine. Mkubali tu ifike hapo. Numbers 23:23. Namba. Hakika hapana uchawi juu ya Yakobo. Wala hapana uganga juu ya Israeli. Amen. Sema amen. Habari ya Yakobo na Israeli zitasemwa. Ni mambo gani aliyoyatenda Mungu? Yes. Amen. Yes. Juu yako Rebeka, hakuna uganga ama uchawi. Utafanya kazi. Sema amen. Kwa hivyo hata mchawi akuja akae kwangu, mimi siogopi. Tuko tumekaa na jirani mmoja, alikuwa anapenda sana kwenda kwa waganga kuambiwa mambo ya kwake. Na tulikuwa tunakosa manguo, unakosa kiatu. Maana amepeleka huko kifanyiwe uganga. Na anarudisha. Na akirudisha na vaa. Na siogopi. Maana hakuna uchawi ama uganga juu ya nyumba ya Israeli. Kitakachotajwa juu ya nyumba ya Israeli na ambao ni sisi ni matendo yake Bwana. Sema amen. Kwa hivyo ukisikia ukipatana na paka mweusi na mmoja uju, usijiulize huyu paka ametoka wapi. Mungu aliumba paka weusi katika umbile lake. Haleluya. Aliumba paka weusi. Na hakuuliza mtu aumbe paka mweusi ama mweupe, hapana. Katika mambo yake akaumba paka mweusi. Haleluya. Amen. Ukisikia kitu chapita juu ya nyumba yako, wewe lala, wacha taabu. Hakuna uganga. Hata mganga akipika chakula nikule mimi, nitanona. Na nitamwambia ulete chakula na ulete toothpick na maji ya kunywa. Nitanemshe naye. Hawezi ukarogwa. Sema amen. Kwa hivyo ukienda kanisa usikie waanza kuongea kuhusu kurogwa. The doctrine is not sound. Hallelujah. Mafunzo ya tutabiri baraka katika nyumba ya Bwana. Nimechoka sana. Simameni Mungu yenu sasa. Hallelujah.